Okay, ili uweze kununua hisa za kidijitali, lazima uweze kununua pesa ya kidijitali inaitwa USDT. So this video is going to guide us namna gani ambavyo unaweza ukanunua USDT ili uweze kununua hisa za inki. So ukija kuangalia hapa, utaenda kwenye Play Store, App Store, download e-wallet inaitwa Binance kama hauna. Ukisha download e-wallet inaitwa Binance, kuna wakati unafanya usajili, just very straightforward. Utakapokwama popote utaniuliza tu au utamuuliza mtu ambaye amekupatia hii video. Kuna sehemu ambapo wakati unafanya usajili watakuuliza kitu hichi hapa. So utaandika hizi namba hapa. Sawa, utabonyeza tu yes, then utaandika hizi namba hapa. Sawa, Ukishaandika hizo namba hapa utabonyeza next, utaendelea, utafanya verification. Kama nilivyosema, ukikwama popote just muulize mtu amekupatia hii video au unaweza ukaniuliza tu muda wote, nitakusaidia ambapo umekwama. Sasa tuende kwenye wallet yetu tukaweze kununua USDT. Okay, sasa hii ni wallet yetu hapa na tunaenda kununua USDT. Ukifika tu kwenye wallet yako ya Binance, ukishakuwa umesajili kila kitu ikawa verified, itakuleta hapa. Utabonyeza hapa chini kwenye assets, hapa chini hapa kwenye assets, hapa hivi kwenye assets, then utabonyeza hapa add funds, hapa hivi. Ukishabonyeza hapa add funds, utabonyeza, utaandika hapa, utabonyeza hii P2P trading. Unaona hii P2P trading ni hapa. Sawa, utabonyeza hapo P2P trading. Ukishabonyeza hapo kwenye P2P trading itakuleta sasa huku kwenye mawakala. Wakati mwingine unakuta uone mawakala wa Tanzania right away, so what you do, unabadilishia hapa juu, hapa hivi. Sawa, kubonyeza hapo unatafuta TZS, unabadilisha. Sawa, katika hizi process utakapo kwamba tupopote utaniambia. Then unakuja sasa unatafuta wakala ambao unataka kutumia. Sasa mimi mara nyingi napenda kumtumia huyu wakala, yupo very fast. Kwa hiyo tutamtumia huyu na atatusaidia sana katika kurekodi video. So tunaenda kufanya majaribio namna gani ambavyo tunaweza tukanunua USDT. So utabonyeza hapa kwenye buy, hapa hivi. Bonyeza hapa kwenye buy, sawa Bonyeza hapa kwenye buy. Utabonyeza tena hapa hivi, utaandika amount, then utahakikisha kwamba umechagua mtandao ambapo hela yako ipo. Kabla hujachagua wakala, unatakiwa uangalie, je, huyo wakala wewe unapotaka kutoa hela huyo mtu anao, mfano kama huyu anapokea pesa kupitia Tigo Pesa, Airtel Money na M-Pesa. Na ni vizuri ukatumia mtandao ya simu kama unatumia mawakala huko Binance, kwa sababu nani benki wakati mwingine unakuta hela inabaki hewani kama mtandao unasumbua. So mara nyingi unamshauri mtu kama hela yako ipo benki, ihamishie kwenye simu na usifanye miamala mikubwa sana huko kwa hawa mawakala. Ukitaka kufanya miamala mikubwa, wasiliana na sisi tukusaidie kwa wakala ambao wanatufanyia miamala mikubwa. Mfano unataka kununua hisa za milioni 100, milioni 50, milioni 200. Huwa kuna wakala tunamtumia ambaye ni mtu ambaye tumefanya naye kazi miaka 4 sasa. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunamwamini. Kwa hiyo yeye anatufanyia transaction ya miamala mikubwa. Lakini kama unataka kununua nani za pesa ndogo milioni 5, unaweza tukatumia huko Binance. So tunataka tununue hisa za milioni 1. Milioni 1 kwa rate ya sasa hivi tunapata tunapata USDT 381. Sawa, tunataka kununua USDT za milioni 1, tutapata USDT 381. So unabonyeza tu hapa place order. Hakikisha kwamba unasoma pia maelekezo ya wakala. Kuna mawakala ambao yani namba yako ya simu na namba na namba uliweka huko Binance zinatakiwa zifanane majina. Zisipofanana majina, ukilipa kwa namba ambayo haifanani na majina yako ya Binance, hawatakuwekea hela, mtasumbuana bure bila sababu ya msingi. So make sure kwamba unafuata sheria za wakala na usinunue hela, usinunue dola kwa wakala ambayo hawana namba ya simu. Kwa hiyo unakuja unasoma hapa advertisers info, unahakisha kwamba huyu wakala ana namba ya simu, kwamba ukipata changamoto unaweza ukamtafuta. Unaona, kwa hiyo unakuwa unafanya mazoezi pia na hela ndogo ndogo mpaka unazoea. So unabonyeza hapa place order. Ukishabonyeza hapo place order, unakuja hapa. Unaona hapa amekuonesha kwamba hii ni phone number, ndo namba ya wakala. Sawa, anakuambia huyu ni namba ya wakala. Soma, usifanye tu, na anakuambia namba ya wakala inasoma remain swai. Kwa ukiwa unaenda kutoa hela, unahakikisha kwamba hii namba inasoma remain swai. So unabonyeza hapa hivi, unakopi kwenye hivyo vibox hapo. So unabonyeza kwenye hivyo vibox, unakopi, then hii phone number sasa unakopi phone number hapa hivi pembeni kwenye vibox. Unakopi, unaenda sasa kumlipa huyu wakala.
So ngoja tukamlipe, tunaenda kutoa namba milioni 1 kwenye namba ya huyu wakala. So tunaenda kutoa hapa, inatakiwa itokee remain swai. So kisha kati unatoa inatokea remain swai. Sio kama tunaelewana hapo. Tunaenda kutoa sasa. Okay, sasa ukishatoa hela yako unatakiwa uweze kuchukua screenshot ya message utakayopata. Sawa, ukishachukua screenshot unakuja unabonyeza hapa. Unaichukua screenshot yako, unaicrop vizuri, ule muamala unaonekana. Unabonyeza hapa upload proof payment. Kwa ukishabonyeza hapo inakuleta hii sehemu hapa, utatiki chikiboxi hapa, chikiboxi hapa utatiki, then uta-upload proof of payment hapo. Kwenye hicho kijumlisha unabonyeza hichi kijumlisha hichi ili uweze ku-upload proof of payment. So ukibonyeza hapo una select image or video, inakuja sasa huku unakuja una select ule muamala kwenye photo zako. Sawa, then unatiki chikiboxi hapa, unabonyeza hapa maandiko transferred notify seller, hii sehemu ambayo ina background ya njano, unabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo sasa unangoja wakala akuwekee USDT zako sasa. Unaona Kwa hiyo hapo unaona yupo very fast, unaona. Kwa unarudi nyuma na hakikisha kwamba USDT zako zimeingia. Unaona anakuambia hapa ameweka USDT 381. So that's how you buy USDT kwenye Binance yako. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi anaweza akajaribu akanunua. Sasa nitawatengenezea video nyingine niwaelekeze namna ambavyo unaweza sasa ukahamisha hizo USDT kupeleka kwenye wallet yako ya Encryptors ili uweze sasa kununua vipande vya inki. Sawa, I hope hapo pameeleweka. Tumia USDT hii video kufanya mazoezi. Karibuni sana.